Usiniache mwenye tafadhali. Usiniache mwenye tafadhali. Usiondoke mgeni. Umekumbwa na nini kakaangu? Huyu ni mwenzako. Kwa hiyo anapaswa kujua ukiwa salama au ukiwa na shida. Mama, mimi sina shida yoyote. Mimi niko sawa bwana. Kwa hiyo huyu chizi, na kuuliza huyu chizi mpaka ashindwe kutofautisha ukiwa mzima au ukiwa na shida. Sina maana hiyo. Lakini mimi nishakwambia mamangu mimi niko sawa. Ina maana unanificha mpaka mimi? Sasa kama umeweka mimba huko, kama una madeni huko, nataka ili swala ulizungumze hapa ili tulitatue. Mama, mimba tena? Hawa ni wanaume. Hawaaminiki hata kidogo. Hebu nisikia nikwambie mamangu. Huyu mkweo ameamua tu kusumbua. Sasa mimi sio mtoto mdogo. Yamini una shida nishinda kusema. Mambo gani sasa? Muone. Sikiliza mkwe wangu. Hapa palipofikia panatosha. Wewe ingia ndani, nenda kamalizane na mume wako. Mkayaongee vizuri ataisha tu. Ngoja yanayonikuta naweza sema yote umeyataka wewe. Sasa ndo najuta kukupa wangu mtima. Nishajikatia tamaa, hata kupenda si ulinifunza mwenyewe. Sasa mbona umeniacha mazima? Ukapa mikuachana na wewe kwa shari za wanadamu. Mikutengana na wewe labda take maana. Nini tunafanya? Hakuna kitu utachoweza kubadilisha. Alafu wewe katika haya mapenzi sio wa kwanza kuumizwa na wala hutakuwa wa mwisho. Umeachwa kwa sababu huna pesa. Badala tu focus tutafute hiyo pesa, wewe unaenda kulewa. Sasa hii ni akili au matope rafiki yangu? Hebu amka. Amka ukalale. Wewe nenda tu salama. Ila nitakukumbuka sana. Unangojea ujue. Kukusahau. Wala ina haja ya kushukuru sana mwalimu. Kwa sababu kwa zawadi ambazo nimezileta kwangu ni vitu vidogo sana. Unajua sisi binadamu tunatofautiana sana kipato. Kwa hiyo sisi tulio na kipato tunapaswa kusaidia watu wasiojiweza. Sawa sawa? Na sio madawati, vibiskuti na hivi vijuisi na hivyo vitabu, no. Kwa sasa nina mpango wa kuwaletea chakula, yani mchele na pamoja na maharage. Mwalimu chooni, pata pasa wastani chooni mwalimu. Umepata bahati kwa sababu wewe hukuzaa mtoto, wewe umezaa jembe. Yaani lile ni jembe. Hadi sijui unafeli wapi rafiki yangu. Na nikwambie, hilo jembe hilo solid anaenda kuoa. Anaoa. Si mkupo mnasema sana. Sasa jembe anazilisha kama yeye ni nani. Matula mwanangu anaenda kuoa. Na usiseme sijakualika. Huo ndio mwaliko rasmi. Yaani tulikuwa tunajiuliza kila siku.
ili jembe kama pesa anayo, kwa nini asiowe? Au baba yake anamkataza? Kuna matatizo gani kwa nini? Lakini kwa hilo lolisema, ongeleni sana, kwa sababu mmefanya kitu ambacho kinachompendezesha Mungu. Hapa nimewaziba watu midomo. Wale watu walikuwa wanasema sana, Matula hawezi kuoa, Matula haoi. Sasa Matula anaoa. Katika watu walikuwa wanaongea sana, ni wewe pamoja na yule mzee Saidi. Kwa hiyo bia unanua Kuzoa la bia? Wewe utakunywa. Utakunywa mpaka utasasa. Na kwa taarifa yako, katika harusi ya Matula, Austin chama. fresh. Mimi hapa Kaniki nimekubali kujiunga na chama na niko tayari kukitumikia chama kwa namna yoyote ile. Sitojali utu wala binadamu. Niko tayari kufuata masharti yote ya chama, na niko tayari kuabudia hela. Shetani nisaidie. Karibu kwenye chama Kaniki. Kuanzia sasa wewe ni mwanachama rasmi. Hivyo nenda kaenjoy maisha ya utajiri Kaniki. Asante mkuu. Nashukuru. Kaniki. Na Ya, ni pazuri sana. Mama, naomba uniambie ukweli. Hapa ni kwa kina nani? Mbona sielewi? Mke wangu hapa ni nyumbani kwetu. Kwa hiyo kuanzia leo na mpaka siku zijazo tutaishi hapa. Na maisha yale ya kimaskini tushaachana nayo, mke wangu. Nadhani umenielewa. Bado sijakuelewa bana. Hebu acha kunitania. Mimi sipendi utani wako ujue. Hapa naongea serious. Najua itakuwa ngumu sana ya kunielewa, lakini haina budi unielewe, mke wangu. Sisi ni matajiri. Kwa hiyo sitaki uendelee kunichosha. Nenda katenge chumba chako kimoja kwenye nyumba yako. Utamuhifadhi humo. Utashiriki naye tendo ndani ya siku 3 katika wiki. Jumanne, Jumatano na Alhamis. Itakuchukua siku 7 ili uanze kutimiza kafara yako. sawa mkuu. Nimekuelewa. Have a good day, Kaniki.
lakini nyumba ni nzuri. Ni kweli mke wangu, ni nyumba nzuri sana ambayo tunaweza kuishi na tukafurahi pia. Mbona kama hauko sawa mume wangu? Una tatizo? Hapana. Najua mke wangu, niwe tu mkweli. Yaani kila nikikumbuka kipindi ambacho tumepitia maumivu na njaa kali, maisha ambayo nimepitia mimi na wewe mke wangu, yaani najikuta mimi mwenyewe sijiamini binafsi. Yaani ila yote na yote, Mungu ni mkubwa. Sasa wewe ukisema hauamini, mimi ndio utasemaje? Hebu niambie mume wangu, ni kipi ambacho kimekufanya wewe uwe tajiri? Au ndio ule mchongo wa tajiri Matula? Amna, ni michongo tu kawaida, wala usijali mke wangu. Wewe unachotakiwa sasa ni relax. Umenielewa? Mimi nahofia labda unaweza kuwa jambazi. No. Mume wangu, chakula kiko tayari. Tangulia nakuja. Uko sawa? Hakuna tatizo, bali nafikiria tu mipango mizuri kwa ajili ya mustakabali wa maisha yetu. Asa, wakati unafikiria hivyo mipango ya maisha yetu, usisahau na ile jambo la Clam. Nakupenda. What the fuck is that? God dang it. Hey, ladies. Go ahead and do. Mkuu. Karibu mkuu. Toka mbwa, toka! Toka mbwa, toka! Toka! Karibu mkuu. Karibu mkuu. Karibu mkuu. Karibu. Tony, chama kilikuagiza kuwa utoe kafara ya mama. Lakini cha ajabu umetoa kafara ya mama na baba. Kwa nini? Baba nimemtoa kama nyongeza tu. Kwani kuna shida hapo mkuu? Tony, uko sawa? Niko sawa mkuu. Mkuu, mimi nilipitia maisha ya shida sana hapo nyuma. Nilipitia changamoto nyingi sana. Sikuwa na pa kukimbilia wala pa kutegemea. Sikuwa na uhakika wa kula wala pa kulala.
maisha yangu niliishi bila kutegemea ndugu wala rafiki. Mateso, masimango, manyanyaso pia. Na katika tukio ambalo siwezi kulisahau, niliwahi kuiba kuku. Nilipigwa nusu kufa mkuu. Hapo ndipo nikagundua kuwa watu hawana utu. Hata ndugu zangu walipogundua kuwa niko jela, walisema mwache afe huyo, alitaka mwenyewe. Kweli mkuu, haki ya Mungu nakwambia. Nimekutana na wanachama lakini wewe Tony kiboko. Enjoy life Tony. Uwa! Tony! Hakuna nuru. Oh, mama. Shikamoo. Marahaba, vipi hali? Salama. Shikamoo kaka. Marahaba dada, jambo. Unamwendesha mtu? Hapana. Ile gari ni yangu. Ni gari lako? Ndio. Mama. Nahitaji mkatafute nyumba nzuri ya kuishi. Nikishaipata, mtaniambia basi mimi nitalipia. Bibi mkubwa, shikamoo. Marahaba. Karibu. Nilikuwa na mazungumzo na haya bibi mkubwa wangu ama utojali. Sawa, nakusikiliza. Mama, mimi ni kijana niliyekuwa na mahusiano na binti yako. Na nampenda sana. Na yeye pia ananipenda. Kiufupi tunapendana. Sasa kuliko kwenda kumwozesha katika ndoa asiyoelezea, nilikuwa naombi moja mama yangu. Nilikuwa naomba nikapate kuongea na wazazi wangu ili tuje kuleta posa na baadaye tumuoe mwanao. Mungu wangu. Sijui mkosi gani ulionikuta leo biti mzese mimi. Hivi wewe mtoto umetumwa? Na kuuliza umetumwa? Baada ya kusikia mwanangu kapata mchumba mwenye pesa zake, sasa unataka kuleta shobo za kutaka kumuoa. Kama kweli wewe muoaji, umeanza mahusiano leo na binti yangu? Mbona hujawahi kuleta hata ile kifunga uchumba nijue kwamba mwanangu mimi mchumba wa mtu? Leo umesikia nataka kuolewa, unataka kumfanyia fanya figisu. Hivi wewe muoaji wewe? Wewe muoaji mfujaji wewe? Sasa nisikilize. Kuanzia leo ukome kukanyaga katika uwanja huu na ukome kuniita mimi mama. Si umenielewa? Hapa mikuachana na wewe kwa shari za wanadamu. Mikutengana na wewe labda take Maulana. Eti nife uzikwe wewe, hivyo vyote ulisema. Maumivu ndo najua mwenyewe. Na wewe vipi hapa? Sijakiona. Na nenda kaendelee na shughuli zingine. Bado sana. Akilini ndo umejazana. Mchungaji, sitaki kukusikiliza kwa sababu mara zote ukiongea na mimi umekuwa ukijaribu kuiteteresha imani yangu.
Hivyo unaamini kwamba shetani ana nguvu kuliko Mungu? Kivipi? Na wewe muombe Mungu wako akupe pesa. Hello, hivi unajua kwamba ukiwa na shilingi 10,000 unaweza kupata bando GB 10 na ukiwa na shilingi 13,000 unapata bando GB 15? Ndiyo, hayo ni mambo ya Chris Bando. Unachotakiwa ni kuwa tuna line ya Halotel. Na kubwa zaidi ni kwamba kifurushi chako kitadumu ndani ya miezi 8 na utaratibu wake ni rahisi mno. Unalipia, anakuunga bando. Na bwana jamani mwaminifu sana. Chris Bando ana namba 4 lakini mimi nakutajia 2 na 2 na kuandikia hapa chini. Namba ya kwanza ni 0615 754303 na nyingine ni 0717 048 Hakikisha jina linatokea Christopher Ruoga. Chris Bando, like it stronger. People, let the money go up in